Kesho yake asubuhi na mapema akampelekea chakula Mwamba na kumuuliza, miaka yote hiyo kuongea na mtu yoyote kuhusu ukweli wako, kwa nini uliniamini mimi na kunihadisia stori yako? Mshikaji akamjibu, sababu wewe ndio mtu wa kwanza kuniita kwa jina langu halisi. Wote wanaamini mimi naitwa Rajesh Latole. Baada ya miaka 22 hatimaye wewe ndio wa kwanza ulionifanya nijihisi halisi. Samia akasema, kesho utatakiwa ujitambulishe kwa jina lako halisi sasa. Jamaa naye akamwambia, kwa namna yoyote ile naomba usilitaje jina la Zahara kwenye kesi yangu. Nachohitaji mimi ni kurudishiwa jina langu na uhuru wangu basi. Asubuhi na mapema siku ya kesi ilifika. Binti alikuwa wa kwanza kabisa kufika mahakamani. Akamwomba Mwenyezi Mungu amsimamie. Ndio kesi yake ya kwanza hiyo kazini. Okay. Time ilifika watu wote waliingia. Mzee Vili naye akaletwa mahakamani. Akiwa safi kabisa ndani ya suti nzito. Samia alishangaa. Bado jamaa kumbe ni handsome, mchizi anaweka kola yake sawa. Kama mimi vile. Kesi ikaanza pale. Mr. Zakiri akaanza yeye upande wa ukandamizaji. Mzee alikuwa anatema pointi za maana. Na hizi debate ya shule huyo alikuwa anashinda kila mara. Haya, ikapika zamu ya utetezi atoe pointi zake na ushahidi. Samia akawa na hofu sana. Jamaa anampa dole, usiogope, jiamini. Debate ikaendelea pale. Binti naye anamwaga misumari yake. Mizozani hapa na pale kama siasa tu. Alichokuwa anaongea binti ni kutetea uhalisia wa jamaa, kwamba yeye sio Rajesh Latole, bali ni Vil Pratap Singh. Anahitajika apewe jina lake, arudi kwao. Kesi sio yake, amesingiziwa tu. Waliletwa mashahidi mbalimbali upande wa ukandamizaji mpaka polisi walomkamata. Ila wote wanasema huyo mtu alikubali mwenyewe na katia saini yeye ni Rajesh Latole. Kwa nini akukataa na kusema sio yeye? Mchizi kainama tu, hana la kuongea, mnyonge mnyongeni. Muda wa kesi ukaisha. Jaji akasema, wiki ijayo upande wa utetezi lazima mlete ushahidi wa kutosha kuhusu mshtakiwa na itakuwa siku ya mwisho. Samia sasa akawa anawaza, nafanya nini hapa? Akamfuata Vili na kumwambia, inabidi tumtaji Zahara au tukamlete mtu yoyote wa familia yake. Jamaa anakataa. Kesi yake hataki ahusishwe mtu yoyote kwenye familia ile. Binti anasema, wewe uone tutashindwa hii kesi, ishakuwa ngumu, hatuna ushahidi, utafia jela humu. Mchizi akatabasamu. Kisha anamwambia, Zahara kwa sasa nahisi atakuwa ni mama watoto wawili. Nahisi kashasahau machungu, anafurahia maisha yake na familia yake kwa sasa. Na mimi sababu ya kukubali kufungwa ni yeye kuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo sitaki mje mtoneshe vidonda vyake tena. Kwanza najulikana mimi nishakufa. Mwache ishi kwa amani, tafadhali na kuomba sana. Samia akasema, basi njia iliyobakia niende kijijini kwenu, nikawaleta wazazi wako hapa, watoe utambulisho wa kweli. Bye, inabidi niwahi, muda ni mchache sana. Vile akampatia binti ile kamba aliyopewa kipindi kile na mama wa Zahara kama kitu cha kumlinda safari yake afike salama. Basi binti akafunga safari mpaka India vijijini. Akasimamisha bodaboda na kuulizia nyumbani kwa mzee Pratap Singh. Boda akamjibu, iko pale mbele kwenye kona kushoto utaona kibango cha mama Samia, kuna mwarobaini. Lakini mzee Singh na mke wake walishafariki muda. Binti akaishiwa nguvu kabisa alichosikia, lakini nyumba yake ipo open tu, wanaishi watoto yatima. Boda alimalizia kisha kaondoka zake. Samia kaenda moja kwa moja mpaka pale. Kweli bana, anaona vitoto yatima vinacheza cheza tu pale. Aliishiwa matumaini kabisa, hakuna ushahidi mwingine tena, ngoja aondoke tu. Mara nasikia mtu anaita Zahara. Akashtuka sana na kugeuka. Uwezi amini ase, anamuona Zahara huyu hapa, anakimbizana na watoto, umri ushakwenda. Zahara akafika mpaka pale. We ni nani? Unahitaji nini hapa? Mbona unalia? Samia anashindwa la kujibu. Shabu, njoo uangalie huku kuna mgeni. Kweli bwana, Shabu naye huyu hapa, uzee unamuita. Binti anabaki kuuliza tu, we ndio Shabu? Na yule ndo Zahara? Vipi we, mbona unauliza vumbi banda la mkaa? Samia akajitambulisha pale kuwa yeye ni nani. Basi Shabu akamchukua pale Samia pembeni na kuanza kumsimulia. Waliposikia kuhusu kifo cha Vili kwenye ajali, Zahara aligoma kabisa kukaa kwenye ndoa na akaivunja kabisa. Kisha akaja kukaa huku na wazazi wa Vili, kuwafariji, kuishi nao moja kwa moja mpaka umauti unawafika wote wawili. Baba yake na Zahara alishinda uchaguzi, akaacha siasa, hakukaa sana, akafariki. Mama yake pia alifuatia. Kwa hiyo familia yake yote ilikufa na familia ya Vili nayo ilifariki yote. Na yeye mwenyewe kashasema ataishi huku mpaka kifo. Tumebaki wawili tu kama unavyotuona. Baadaye kidogo Samia akaamua mfuate Zahara, kisha akampatia ile kamba ya mama yake. Zahara akashtuka, hii kamba ya mama yangu hii umeipata wapi? Samia akamjibu, hii kamba mama yako alimfunga Vili kama ulinzi kwenye safari yake, lakini Vili hakufika India na wala hakufa, yupo hai, yuko jela.